Mimi nilikuwa na hela nyingi. Watoto wa Bukube washenzi. Nimetengeneza album miezi 6 Mario. Nikalipwa laki. na Sugu. Mungu ambariki Sugu. Sasa hivi mnamuita sijui Taita. Sugu. Laki brother. Kazi ya miezi 6. Nikalipwa laki. Lakini tuliimaliza kwenye starehe na wanawake ndani ya usiku huu moja. Unajua kipindi kile kulikuwa hamna digital platform, kulikuwa hamna simu. Unakumbuka sasa? Sehemu ya kupata muziki ilikuwa wale waindi wanavyosambaza. Muziki muindi anakuita, njoo hii album ya nani? Akanitajia bane, advance tutakupa milioni 100. Dada Deki. Mwaka gani? 90 huko. Dada Deki no. Unaona sasa? Ndio sasa hapo tukaanza kushika hela. Lakini sasa kulikuwa mna social media. Kwa hiyo vurugu zote zile tuko nafanya iwe pamba, magari, mademu, bia, yani watu walikuwa hawajui. Kwa sababu kulikuwa hamna social media. Lakini nakumbuka ile album ya kwanza. Wale nikawaita ofisini wagosi. Nadhani walichukua sijui 20 au 40 million cash. Ndio ilikuwa hela yangu ya kwanza. Sasa baada hapo tukaanza kupewa sijui nini. Yaani ilifika sehemu mpaka tulikuwa tunapewa advance milioni 500. Sijui kama yani kabla hata hajasambaza nakala hii moja. Watoto wa Bukube hamjui. Mnasema kwamba nyie wazee wa zamani mlikuwa mtengenezi hela. Kwa sababu we made money, sema tu kulikuwa hamna sehemu ya ku show off. Ndio maana watoto wa Bukube hawaelewi. Umeelewa? Kwa hiyo sasa going back to hilo swali lako, kipindi hicho ndo tulianza kutengeneza hela. Ndio maana ikabidi nianze sasa kuwa serious kuhusu hela invest na control vizuri. Kuna wale wenzangu walikuwa wanachukua hela, yani ilikuwa very simple. Ukipata hela ni pamba, gari, afu wale mademu wote ambao walikuwa na ringa wale. Una deal nao wote. Umeelewa? Wote. Wote. Umeelewa? Maisha yetu kipindi hicho ilikuwa ni hayo. Sawa. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu mimi nilisoma hata P. Umeelewa? Kwa hiyo hela zetu tulikuwa sawa, tulikuwa tunakula bata, lakini vile vile tulikuwa tuna invest. Ndio maana tuko vizuri mpaka leo. Leo. Ndio maana mimi by the time nimeoa na watoto wangu mimi wamesoma tuseme DIA, nazitangaza shule, mtanisamee. Lakini wamesoma shule ambazo tulikuwa tunalipa mpaka milioni 60 kwa mwaka kwa sababu DIA na Hopak. Tulikuwa na milioni 60, milioni 70 watoto wamesoma. By the time nafanya album ya pamoja ndani ya game na marehemu Steve B. Hiyo nilifanya na marehemu Steve B by the way hapo. Yani ilifika Steve B ananiambia sikiliza master, kuna milioni 60 kule za kwenda kuchukua, mimi sina muda leo, nenda kachukue. Can you imagine? Sawa. Na hiyo ni way back. Tulitengeneza hela for 2 years. Wow. 2 years naenda kuchukua kwa wiki not less than 10 million. Kwa mamu hapo. Kwa mamu. Kati ya vitu ambavyo najutia, nilinunua magari 7. Magari 7? Nilinunua BMW, nikanunua sijui Land Cruiser VX, Land Cruiser GX. Yani nilikuwa na magari 7. Ushamba mtupu yani. Shamba mtupu. Huyu mzee moto akotea mbali. Huyu moto akotea mbali. Yaani yeye anakuambia hiyo miaka 2000 mwanzoni. Hapo mwanangu Mariona kula spana tu. Spana. Alafu hata hiyo shule nafikiri imeanza. Alafu upuuzi mwingine ambayo nilikuja kufanya ni kununua gari 0 kilomita. Cash. Matajiri wafanye hivi. Lakini yule mwindi aliniuzi tu. Mwindi alikufimbia. Ukaamua kumuonyeshia show. Kuna video ile ya EVE sijui gangster love. Dr. Dre analeta mfuko, nilienda hivyo. Wakasema we don't accept payment hivi. Walikataa. Walisema we don't take cash. Inabidi uende benki udeposit. Ilikuwa gari ilikuwa $67,000. $67,000. 0 kilomita.
na nayo mpaka leo. Sisi tulikuwa tuingii wanaita nini hizi yadi. Sisi tunaenda dealership. Jamani, matajiri wanaenda dealership, wananunua 0 kilomita. Kwa sababu wengi wanasema msanii fulani kanunua gari jipya. Sio jipya, hilo ni second hand. Ingia CMC ambayo sasa hivi haipo hapa Tanzania by the way. Lakini kule ulikuwa unaenda kununua gari. Poster ilishafungwa pale? No, ni ile nyingine. DT Dobi ndio ilifungwa. DT Dobi. Ambayo P-Funk ndio alikuwa ananunua magari yake huko sasa. Nissan Patrol. Bana we. Moto tumnapelekeana moto. Wewe CMC zako DT Dobi. Sasa naomba nijifunze hapo. Kwa nini ulijitia kununua hiyo 0 kilomita? Kwa sababu nikuja kujifunza kuhusu investments. Investments kwamba assets when they put money in your pocket, liabilities they take money out of your pocket. Gari is not an asset, it's a liability. Umeelewa? Yani nikaanza mimi naomba nikwambie ukweli. Hamna kitu kimenitajirisha kama viwanja Bongo. Tanzania kiwanja ukinunua leo milioni 10. Mimi kuna viwanja nilinunua 30 years ago. Sasa hivi naweza nikauza hata kwa milioni 900. Lakini nilinunua kwa milioni 1. Kwa hiyo nilikuja kugundua the difference between asset and liability. Gari ni liability. Sawa. Nyumba ambayo wewe unaishi wewe, yani unaweza ukanunua kiwanja ukajenga nyumba, hiyo ni liability. It's not an asset. Kwa sababu unalipa land rent. Ukitaka kujua nyumba na kiwanja ni cha nani, acha kulipa land rent Tanzania. Serikali itakukumbusha kiwanja ni cha nani. Kiwanja ni cha serikali. So if you don't pay land rent and you don't pay property tax, ukishajenga unalipa property tax. Ndo utajua kiwanja, yani kiwanja kwamba serikali ndo mmiliki halali wa Tanzania. Gari is a liability. Unaweka insurance, fuel, maintenance. It's just it takes money out of your pocket. Yani asset ni kitu ambacho kinaingiza chenye. Ndo nikaanza sasa kununua viwanja na kujenga real estate investments. Unaona, iwe apartment, iwe rental properties, kwa sababu at the end of the day hizo zinafanya nini? Zinaingiza money into your pocket. Lakini siri moja ambayo mzee wangu aliniachia, ukipata hela yote paki kwenye viwanja. Mimi nilinunua Kigamboni yote. Yani imefika sehemu na viwanja zaidi hata 100. Sawa. Lakini nilinunua kwa shingapi? Yani kama milioni 1 mpaka una process title deed. Unanunua kama shamba. Mpaka una process mpaka title deed ilikuwa milioni 1.5, milioni 2. Hamna kiwanja ambacho mimi ninacho mpaka leo that was less than, naomba niwaambie ukweli, milioni 300. Alafu viko zaidi ya 100. Watu wananiulizaga, hivi master huyu hapa ni kwamba biashara sina, wewe unanielewa? Hatujui biashara za master. Lakini watoto wanasomaje kwenye hizi shule? Nikiuza kiwanja hiki. Umeona sasa? Vile ambavyo nilinunua kipindi kile. Nikiuza leo nawapa siri watu wajue. Nauza kiwanja hichi kimoja, naweza nikapata milioni 400. Mtoto anasoma Hopak, mtoto anasoma DIA, anaenda anasoma mpaka chuo kikuu. Umeona tofauti sasa? But I don't have a business. Mimi sio mfanya biashara. Baba yangu alinisanua tangia kipindi kile. Ukipata hela usiweke benki, nunua kiwanja. Mchuzi wako wa kwanza ni kwenye account, ulipofungua account. Ulivodondoka ilikuwaje hiyo mchuzi? Ilikuwa milioni 80. Unaona mambo hayo? Afu yote ikawa sio ya kwangu. Mimi nilikuwa na 800,000. Wewe unasema nini na 800,000? Binadamu sewa sita sawa. Mimi nilikuwa na 10% tu. Ilikuwa deal fulani, sitamtaja huyo msanii. Na ni mkubwa sasa hivi. Kwa hiyo ndio ilikuwa hela yangu ya kwanza kufungulia bank account, lakini ilikuwa sio ya kwangu. Mimi nilikuwa na 800,000 tu. Nakukuachia 200,000 wewe na milioni pale. Wewe na kauzu kokote uliko, sema fresh. Yani Johnny Walker ikitembea zaidi nitamtaja. Ni mkubwa sasa hivi. Kwa sana. Tupate ile jina lake kwanza, herufi yake nini? Herufi yake tu tuijue. D.